Ahlan wa sahlan popote ulipo, zikiwa zimetimu saa 8 juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Huu ni mtasari wa wimbi la Samaritan FM kisomewa nami Shemela Samuel Ngovilo. Walimu kutoka Mumias Magharibi, kaunti ya Kakamega wamekashifiwa na mbunge wa eneo bunge hilo Johnson Naika akidai ni wazembe na wamechangia matokeo duni kwenye mitihani ya kitaifa. Bwana Naika ameonekana pia kukerwa na kufukuzwa kwa watoto mara kwa mara kutokana na ukosefu wa karo, akisema walimu wanatamana wanaipa kipaumbele pesa kuliko kuwasomesha watoto. Alisema hataendelea kuwavumilia walimu wakuu kuwafukuza watoto, huku akisisitiza serikali imekuwa ikiwajibika kwa kutuma pesa shuleni na wakuu hao wanastahili kutumia pesa hizo. Kando na pesa za kufadhili elimu ya watoto, mbunge huyo alisema hazina ya ustawi wa maeneo bunge nchini CDF imekuwa ikitoa pesa kwa shule za eneo hilo kugharamia mahitaji ya watoto shuleni. Mwanasiasa huyo anayehudumu muhula wake wa 3 alisikitika kuwa wengi wa wanafunzi ni mayatima na wanaishi na walezi ambao ni wakongwe, kwa hivyo hata wakitumwa nyumbani huwa hawapati karo. Na tukisonga mbele ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amehimiza Wakenya kutoa maoni yao au malalamishi kuhusu walioteuliwa kuhudumu kwenye tume huru ya uchaguzi wa mipaka nchini IEBC. Wetangula amewataka Wakenya kutoa mawasilisho yao kwa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu haki na sheria kabla haijaanza kuwasaili saba hao walioteuliwa kwa mwenyekiti na makamishna wa IEBC. Akizungumza jana katika shule ya upili ya Mtakatifu Michael Kamelilo katika kaunti ya Nandi, Wetangula alisema Rais William Ruto anatekeleza tu mahitaji ya katiba kwa kuwasilisha majina ya wateule hao bungeni. Alisitiza kwamba bunge ndilo litafanya uamuzi wa mwisho wa kukubali au kukataa wateule hao. Wakati huo viongozi wa mrengo tawala wa Kenya Kwanza wanahimiza bunge la kitaifa liharakisha usaili na uidhinishaji wa wateule hao wa IEBC, wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah na gavana wa Uasin Gishu Jonathan B. Viongozi hao walitetea mchakato wa orodheshaji wa waniaji wa nyadhifa hizo na usaili wao, wakisema ulitekelezwa kulingana na sheria. Na waziri wa kawi Opiyo Wandayi amewakosoa vikali viongozi wa upinzani kwa kuendelea kushambulia serikali yenye msingi mpana au serikali ya mseto. Akizungumza katika eneo bunge la Ugunja Jumapili, Wandayi alisisitiza kuwa Rais William Ruto ndiye chaguo bora zaidi ikilinganishwa na vinara wa upinzani akiwemo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na aliyekuwa waziri wa usalama na vile wa elimu Daktari Fred Matiang'i. Aidha, alisisitiza kuwa kutokana na chaguo hilo atamchagua Rais William Ruto, akidai kuwa upinzani hauwezi kuwakilisha mabadiliko wala mageuzi. Waziri huyo pia alipongeza serikali hiyo ya mseto, akiangazia uungwaji mkono kutoka kwa kiongozi wa Azimio Raila Odinga kama sehemu muhimu katika juhudi za serikali za kufufua uchumi wa Kenya. Wandayi pia alibainisha kuwa serikali imechukua hatua kubwa kuboresha hali ya maisha ya Wakenya na kuwataka wananchi kuendelea kuunga mkono na mipango yake. Na kwenye baa za kimataifa ni kwamba kundi la Hamas limesema kwamba litamwachilia mateka wa asili ya Israel na Marekani Edan Alexander, anayeaminiwa kuwa mateka wa mwisho aliye hai raia wa Marekani huko Gaza, kama sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Uamuzi huu unajiri kabla ya ziara ya Rais Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Jumanne. Hamas imesema hatua hiyo pia inalenga kurahisisha makubaliano ya kuingiza misaada ya kibinadamu. Mapema afisa mwandamizi wa Hamas aliambia shirika la BBC kwamba kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina linafanya mazungumzo ya moja kwa moja na afisa wa serikali ya Marekani aliye Qatar. Afisi ya waziri mkuu wa Israeli ilisema kuwa aliarifiwa na Marekani kuhusu nia ya Hamas ya kumwachilia Alexander. Afisa mwandamizi wa Kipalestina anayefahamu mazungumzo alisema tangazo la Hamas linalenga kuwa ishara ya nia njema kabla ya kuwasili kwa Rais Donald Trump. Na basi baada ya taarifa hiyo ndipo nahitimisha rasmi mtasari wa wimbi la Samaritan FM. Kumbuka nitakuwa nikirejea hapa zitakapotimu saa 9, japo kiumtasari. Zidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwani utakuwa unapata mengi zaidi kutoka papa hapa. Zidi kufuatilia vipindi vya Samaritan FM. Na kujina ni Shemela Samuel Ngovilo.